Naam, hali gani ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii pendwa ya Sauti ya Kitabu. Nipenda kukaribisha kwa moyo mkunjufu katika siku hii ya leo tunapoenda kuianza safari ya tafsiri ya kitabu hichi cha The Richest Man in Babylon, tajiri mkuu wa Babeli. Kitabu hichi kimejumuisha sehemu 10 ama kimejumuisha chapter 10 ambapo tutaenda kuziangalia zote moja baada ya nyingine. Karibu sana, lakini kukumbusha kwa ambaye bado hujabonyeza alama subscribe, unaweza kubonyeza alama hii na kisha alama kengele na utakuwa ukipata taarifa kila wakati ambapo tutakuwa tukiupload video za tafsiri mbalimbali za vitabu ambavyo tutakuwa tukivitafsiri hapa. Karibu sana. Kwa utangulizi wa kitabu hiki, maendeleo ya nchi yetu yanategemea maendeleo ya mtu mmoja mmoja. Kitabu hiki kinahusu mafanikio ya kila mmoja wetu. Mafanikio ni malengo tunayotimiza kutokana na uwezo na jitihada zetu. Na maandalizi mazuri ni jambo la muhimu ili kufikia mafanikio hayo. Matendo yetu yanategemea fikra zetu, nazo fikra zetu zinategemea uelewa wetu. Kitabu hiki ni mwongozo katika kuelekea uelewa wa kifedha. Lengo kuu la kitabu hiki ni kuwapa mwanga wale wenye nia ya kupata mafanikio ya kifedha, mwanga juu ya kupata pesa, kuitunza na kuitumia ziada ya kuzalisha zaidi. Kitabu hiki kitaturudisha katika jiji la Babeli, Babylon, jiji ambalo kanuni za pesa zinazotumika leo zilianzia kutumika. Babiloni lilikuwa jiji tajiri kuliko yote katika zama zake kwa sababu raia wake walikuwa ni matajiri sana. Walitambua thamani ya pesa, walitumia kanuni bora katika kupata pesa, kutunza na kuwekeza pia. Mimi naitwa Frank, nipenda kukaribisha tuanze safari ya tafsiri ya kitabu hiki cha tajiri mkuu wa Babiloni. Sehemu ya kwanza. Mtu aliyetamani dhahabu. Bansili alikuwa ni mtengenezaji wa magari ya kokoto na farasi huko Babiloni. Alikuwa ni mtu ambaye hakuridhika na hali ya maisha yake. Siku hii alikuwa amekaa juu ya ukuta mfupi unaozunguka nyumba yake. Aliangalia kwa huzuni kajumba kake na eneo analofanyia kazi ambapo kulikuwa na gari la farasi ambalo halijaisha kutengenezwa. Mara kwa mara mke wake alionekana mlangoni. Kwa jinsi alivyokuwa akimwangalia ilimkumbusha kuwa unga ulikuwa unakaribia kuisha. Hivyo anatakiwa kufanya kazi gari lile liishe. Agongelee, akate, apige msasa, apige rangi, aweke mataili na kupamba, kisha alipeleke kwa mteja wake ili apate pesa. Hata hivyo, mwili wake mnene na uliojengeka uliendelea kukaa kizembe juu ya ukuta. Akili yake nzito ilikuwa inahangaika kutatua tatizo ambalo hakuweza kupata jibu lake. Joto na jua kali la kwenye bonde la mto Efrat lilikuwa likimpiga bila huruma. Matone ya jasho kama shanga yalimtoka kwenye paji lake la uso, yalimtililika mpaka kwenye kifua chake chenye vinyweleo vingi bila yeye mwenyewe kujua wala kutilia maanani. Mbali na nyumba yake kulikuwa na jumba kubwa la mfalme lililokuwa limezungukwa na ukuta. Pembeni yake kulikuwa na jengo refu lililopakwa rangi, hekalu la Bel, Bwana Marduki. Katikati ya majengo makubwa na ya kifahari namna hiyo kulikuwa na kajumba kake na vijumba vingine vichafu zaidi. Babiloni ulikuwa ni mji wa namna hiyo, mchanganyiko wa ufahari na uchafu. Utajiri mkubwa na umaskini wa kutupwa vilichanganyika na kujazana pamoja bila mpango ndani ya ukuta wa jiji. Nyuma yake kulikuwa na kelele za magari ya kukokotwa na farasi ya watu matajiri yakipita sambamba na wafanyabiashara waliovaa makubazi na ombaomba waliokuwa peku. Matajiri walilazimika kuegesha magari yao pembeni kupisha msafara mrefu wa watumwa waliobeba maji kwa ajili ya kazi za mfalme. Kila mmoja wao alibeba mfuko mzito wa maji uliokuwa umetengenezwa kwa ngozi ya mbuzi. Walikuwa wanayapeleka kwenye bustani zinazoelea za Babiloni. Bansili alikuwa amezama kwenye mawazo kuhusu shida zake, wala hakukazia akili vurugu za mji. Alishitushwa na mlio wa kinubi ambao haukuwa mgeni kwake. Aligeuka na kukutana na uso unaotabasamu wa rafiki yake kipenzi, Kobi, mwanamuziki. Baraka za miungu ziwe nawe rafiki yangu, alisalimia Kobi. Inaonekana miungu ni wema sana kwako, hadi huna haja ya kufanya kazi. Nafurahia bahati yako maana na mimi naweza kufaidika nayo. Bila shaka mifuko yako imetuna. Vinginevyo ungekuwa unapiga kazi saa hizi. Nikopesha shekeli 2 nitakulipa jioni baada ya karamu ya matajiri. Yaani hata ningekuwa na shekeli 2 nisingekukopesha. Akajibu Bansili kwa unyonge. Nisingekukopesha na wala kukopesha mtu yoyote, hata wewe nisingekukopesha. Hizo ndizo zingekuwa kila kitu kwangu, na mtu hawezi kukopesha kila kitu alichonacho. Hata kwa rafiki yake kipenzi.
Unasema? Akashangaa Kobe. Ina maana hauna hata shekeli moja mfukoni, lakini umekaa juu ya ukuta kama sanamu. Kwa nini usimalizie hilo gari? Sasa utapataje mahitaji yako? Sio kwa mtindo huo rafiki yangu. Nguvu zako za siku zote ziko wapi? Ama kuna kitu kimekukwaza? Miungu imekuletea matatizo? Itakuwa ni mateso toka kwa miungu, alikubali Bansil. Ilianza kama ndoto sio na maana. Ndani ya ndoto nilikuwa ni mtu wa maana. Kwenye mkanda wangu wa kiunoni ilining'inia pochi nzuri iliyojaa pesa. Kulikuwa na pesa nyingi kiasi kwamba ningeweza kugawia ombaomba bila kujali kuishiwa. Nilikuwa na dhahabu zilizonifanya nijihisi salama hata kwa siku za usoni, na wala sikuogopa kutumia pesa. Nilikuwa ni mtu niliyeridhika sana. Usingenijua kama ni mtu mwenye bidii ya kazi, wala mke wangu usingemtambua. Uso wake haukuwa na makunyanzi na uling'ara kwa furaha. Alikuwa mwanamwali tena kama alivyokuwa mwanzo nilipomuoa. Ndoto tamu kweli, akasema Kobe. Lakini kwa nini ndoto tamu hivi kufanya ukae juu ya ukuta kama sanamu? Hilo ndilo swali. Nilipoamka na kukumbuka jinsi mifuko yangu ilivyo mitupu, hisia za uasi na kutokujali ziliniingia. Ngoja tuongelee hilo swala pamoja. Kama mabaharia wasemavyo, mimi na wewe tupo ndani ya mtumbwi mmoja. Wakati tukiwa wavulana tulijifunza pamoja kwa kuhani. Tulipokuwa vijana tulifurahia maisha pamoja. Na katika utu uzima tumekuwa marafiki wa karibu. Tumekuwa watu wa kuridhika. Tumeridhika kufanya kazi kwa masaa mengi na tunatumia mapato yetu kwa uhuru. Tumepata pesa nyingi kwa miaka yote tuliyoifanya kazi. Lakini furaha ya utajiri tunaipata ndotoni tu. Tuna tofauti gani na kondoo wasioelewa kitu? Tunaishi kwenye mji tajiri. Wasafiri wanasema hakuna mji unaofanana nao kwa utajiri, lakini sisi hatuna kitu chochote. Baada ya kufanya kazi ngumu kwa nusu ya maisha yangu, mimi na wewe na rafiki zetu wengine hatuna kitu chochote. Naweza kuazima shekeli 2 na nitakulipa jioni. Nilijibuje? Nilisema kuwa hii hapa? Hapana, nilikubali kuwa mifuko yangu haina kitu kama yako tu. Shida yetu ni nini? Kwa nini hatuwezi kuwa na fedha na dhahabu zaidi ya zinazotosha nguo na chakula tu? Fikiria kuhusu wana wetu, aliendelea Bansil. Je, hawafuati hatua zetu? Si kwamba wao, familia zao na familia za watoto wao wataishi katika dhahabu na utajiri kama sisi, lakini wataridhika na kunywa maziwa mgando ya mbuzi na uji tu. Katika maisha yote ya urafiki wetu sijawahi ona ukiongea kama hivi Bansil, alishangaa Kobe. Miaka yote hiyo sijawahi pata mawazo kama haya, akajibu Bansil. Toka asubuhi hadi giza lilipoingia nimekuwa nikitengeneza magari bora sana. Nilitegemea siku moja miungu itaona kazi yangu nzuri na kunitunuku mafanikio. Hawajawahi fanya hivyo, na mwishowe nimegundua hawatakuja kufanya hivyo. Natamani kumiliki ardhi na ng'ombe na kuwa na nguo nzuri na pesa mfukoni. Niko tayari kufanya kazi kwa nguvu na akili zangu zote ili kupata vitu hivyo. Natamani kazi yangu inilipe ninavyostahili. Kwani tuna mikosi gani? Nikuulize tena, kwa nini hatuna vitu vizuri? Unafikiri najua jibu? Alijibu Kobe. Mimi ni kama wewe tu. Mapato kutokana na kinubi changu yanaisha haraka sana. Muda wote inabidi niumize akili ili familia yangu isijepatwa na njaa. Pia moyoni mwangu natamani kupata kinubi kikubwa zaidi ili niweze kupiga mziki hasa. Kinubi kama hicho kinaweza kutoa mziki bora ambao hata mfalme hajawahi kuusikia. Na si mfalme tu, hata miungu watashangazwa na mziki wake mzuri. Lakini nawezaje kupata kinubi bora ikiwa sote ni maskini? Kama watumwa wa mfalme tu. Sikiliza kengele, hawa wanakuja. Akaonyesha kwenye msafara mrefu wa watumwa waliotoka mtoni. Walikuwa wamebeba maji huku wakiwa nusu uchi, jasho likiwatililika huku wakitembea kwa taabu kutoka mtoni. Walitembea 5 huku wamebeba mifuko mizito ya ngozi ya mbuzi ikiwa imejaa maji. Anayewaongoza ana afya nzuri, akasema Kobe, huku akionyesha kwa mtu aliyevaa kengele akiongoza mbele ya msafara. Yeye alikuwa hana mzigo wowote. Bila shaka ni mtu wa maana huko kwao. Si unamuona? Akaendelea kusema Kobe. Watu wengi tu kwenye huo msafara wamejengeka vizuri, alisema Bansil. Wako kama sisi tu. Warefu, weupe kutoka kaskazini, weusi kutoka kusini na wakahawia kutoka katika nchi za jirani. Wote wanatembea kutoka mtoni hadi bustanini, kwenda na kurudi. Hawategemei furaha yoyote. Usiku kitanda cha nyasi kinawasubiri na chakula chao ni makande. Waonee huruma Kobe. Unawahurumia, lakini mimi sioni tofauti yao na yetu, japo tunajiita watu huru, akasema Kobe. Hilo ni kweli Kobe, ukweli mchungu. Hatujapenda kuishi kama watumwa miaka na miaka, kufanya kazi kwa bidii bila kufikia popote.
Akasema Bansili kwa unyonge, unaonaje na sisi tujue jinsi wenzetu wanavyopata mafanikio? Unaonaje na sisi tuwaige? Akauliza Kobe. Pengine kuna siri tunaweza kujifunza tukiuliza kwa wale waliofanikiwa. Akaongezea Bansili kwa matumaini. Huwezi amini, leo hii nimekutana na rafiki yetu wa zamani Alkad. Akasema Kobe. Alikuwa amepanda gari lake la dhahabu. Nilipomwona nikajisemea moyoni, hawezi kuniangalia mtu wa chini hivi. Hana tofauti na matajiri wengine. Nikashangaa na nipungia mkono. Watu wote walishuhudia tajiri mkubwa akimsalimia Kobe mpiga kinubi kwa uchangamfu. Inasemekana ndiye tajiri kuliko wote hapa Babiloni. Akasema Bansili kwa kustaajabu. Ni tajiri hadi inasemekana mfalme huomba msaada wa kifedha kwake. Akasema Kobe, tajiri sana. Bansili akamkatiza. Ninaogopa siku nikikutana naye kwenye giza naweza kumpora. Acha ujinga, Kobe akamzodoa. Mtu atembei na utajiri wake mfukoni. Mifuko huwa mitupu haraka sana iwapo hakuna namna ya kuijaza tena. Alkad ana kipato ambacho kinafanya mifuko yake itune muda wote, haijalishi ana matumizi ya kiasi gani. Kipato, hicho ndicho kitu cha muhimu, akasema Bansili kwa furaha. Natamani kuwa na kipato ambacho kitakuwa kinaingia hata nikisafiri nchi za mbali au nikikaa juu ya ukuta kama sanamu. Alkad atakuwa anajua jinsi ya kuwa tajiri. Unafikiri anaweza kunielewesha mtu mwenye akili nzito kama mimi? Nafikiri inawezekana. Mbona aliweza kumfundisha mtoto wake Nomasel? Akajibu Kobe. Nilisikia watu wakisema kuwa kijana wake alienda Ninawi na bila msaada wa baba yake amekuwa mmoja wa watu matajiri huko Ninawi pia. Kobe, umenipa wazo, akasema Bansili huku macho yake yaking'aa kama mtu aliyegundua jambo. Haitupunguzii kitu kupata ushauri wa kirafiki. Na Alkad ni rafiki mzuri. Tusijali kuwa mifuko yetu ni mitupu kama kiota cha mwaka jana cha kipanga. Twende tusiogope. Tumechoka kuwa maskini katikati ya utajiri mwingi. Kama tumedhamiria kuwa watu wa maana, na twende kwa Alkad tumuulize cha kufanya ili na sisi tuwe na kipato cha kueleweka. Umeongea ukweli mtupu Bansili. Umenifungua akili. Umenifanya nielewe kuwa sababu ya kutokuwa na utajiri ni sababu hatujautafuta. Umefanya kazi kwa bidii kutengeneza magari bora. Kwa hilo umefanikiwa. Mimi nimefanya bidii kuwa mpiga kinubi hodari na nimefanikiwa katika hili. Kwa kila jambo tulilotia bidii na kutumia akili zetu zote tulifanikiwa. Miungu ilitubariki. Sasa tumeona mwanga kama mwanga wa jua linalochomoza. Inatubidi kujifunza zaidi ili kufanikiwa zaidi. Tukiwa na maarifa, tunaweza kupata njia bora za kutimiza matamanio yetu. Twende zetu kwa Alkad leo hii. Akasema Bansili. Pia tuwapitie rafiki zetu wengine ambao hali zao ni kama sisi, wajiunge nasi kupata maarifa ya Alkad. Hilo ni jambo zuri Bansili, kuwaza kuhusu rafiki zako. Kama ulivyosema, twende tuwapitie na twende kwa Alkad leo hii. Sehemu ya pili, tajiri wa Babeli. Hapo zamani kwenye mji wa Babiloni aliishi mtu mmoja tajiri sana aliyeitwa Alkad. Utajiri wake ulisifika hadi nchi za mbali sana. Pia alisifika kwa utoaji wake. Alikuwa na roho ya utoaji. Hakuwa na uchoyo kwa familia yake na kwa watu baki pia. Wala hakuwa mbahili kwenye matumizi. Pamoja na hayo, kila mwaka utajiri wake uliongezeka kwa kasi kuliko alivyotumia. Siku moja rafiki zake wa utotoni walimjia na kusema, Alkad, wewe umebarikiwa kuliko sisi. Umekuwa mtu tajiri kuzidi wote katika Babiloni, wakati sisi ni watu wa kubangaiza tu. Unaweza avaa nguo bora kabisa na kula chakula kizuri, wakati sisi tunavalisha familia zetu kile kinachopatikana na tunakula kile tunachoweza pata. Zamani tulikuwa sawa, tulisoma wote chini ya mkufunzi mmoja na tulicheza michezo pamoja, na si katika masomo wala michezo ambako ulikuwa bora kutuzidi. Na kwa miaka mingi baada ya hapo ulikuwa raia kawaida kama sisi, na si kwamba unafanya kazi kwa bidii kuliko sisi au ni muaminifu kutuzidi. Sasa kwa nini bahati kuchague wewe kufurahia vitu vizuri vya maisha na kutuacha sisi ili hali kila kitu tunafanana? Hapo Alkad akapinga na kusema, kama hamjafanikiwa kupata zaidi ya mahitaji ya kuwafanya muishi tu kutoka tulipokuwa vijana, ni kwa sababu mmeshindwa kujifunza sheria zinazoongoza ujengaji wa utajiri au mmeshindwa kuzitambua. Bahati ni Mungu katili ambaye hawezi kumletea mtu mafanikio ya kudumu. Kinyume chake, huleta maangamizi kwa karibu kila mtu anayempatia dhahabu. Anafanya wawe watumiaji wabaya ambao baada ya muda mfupi hubaki bila kitu bali matamanio wasioweza timiza. Wengine huwafanya wawe mabahili wanaoogopa kutumia utajiri walionao.
wakijua hawana uwezo wa kupata tena iwapo watatumia. Hawa hupatwa na uoga juu ya majambazi na huishia kuishi maisha ya usili, kujitenga na wasiwasi mwingi. Wapo pia ambao huchukua dhahabu waliofanikiwa kuipata kwa bahati na kuifanya iongezeke. Hawa huwa na furaha na kuridhika, lakini wa aina hii ni wachache sana. Mimi sijawahi ona, bali nawasikia tu. Hebu fikirieni kuhusu watu waliopata utajiri kwa kurithi na muone kama ninalolisema lina ukweli ndani yake. Rafiki zake walikiri kuwa watu waliowafahamu wamepata utajiri kwa kurithi. Maneno yake ni kweli. Wakamwomba waelezee jinsi gani ameweza kuwa na mafanikio makubwa kiasi kile. Alkad akaendelea kusema, katika ujana wangu niliangalia na kuona vitu vingi vizuri vinavyoweza kuleta furaha na kuridhika. Nikagundua kuwa utajiri hufanya vyote hivi vipatikane. Utajiri ni nguvu, hufanya vitu vingi viwezekane. Mtu anaweza kupamba nyumba yake kwa vitu vya gharama, kusafiri bahari za mbali na kula vyakula adimu kutoka nchi za mbali. Anaweza kununua mapambo kutoka kwa sonara wa dhahabu au kwa mchonga mawe ya vito. Mwingine anaweza hata kujenga mahekalu makubwa kwa ajili ya miungu. Mtu anaweza kufanya hivi na vingine vingi vya kuridhisha nafsi yake. Nilipogundua hili, nikaamua nitahakikisha na mimi napata sehemu ya vitu vizuri maishani. Sitakuwa kati ya wale wanaosimama pembeni na kuangalia na kutamani wengine wakifurahia maisha. Sitaridhika na kuvaa midabwada. Sitaridhika na vitu vya kimaskini. Nitajitahidi niwe mshiriki wa karamu ya vitu vizuri. Kama mnavyofahamu, mimi ni mtoto wa mfanyabiashara wa kawaida tu. Familia yetu ilikuwa kubwa sana, kwa hiyo sikuwa na matumaini ya urithi. Pia, kama mlivyosema, sikuwa na akili sana wala vipaji vyovyote kuwazidi. Niligundua kuwa ili kufikia malengo yangu, nilihitaji kujifunza kutumia muda vizuri. Kuhusu muda, watu wote tuna muda wa kutosha. Hata nyinyi mlikuwa na muda wa kutosha kuwafanya kuwa matajiri, lakini mmesema wenyewe kuwa hamna kitu zaidi ya familia zenu. Ndio kitu pekee mnachojivunia. Kuhusu kujifunza, je, mwalimu wetu hakutufunza kuwa kujifunza kupo kwa aina mbili? Aina ya kwanza ni juu ya vitu tunavyofundishwa na kufahamu. Aina ya pili ni mafunzo yanayotufundisha jinsi ya kutafiti na kuelewa vitu tusivyoelewa. Kwa hiyo, nikaamua kujifunza jinsi ya kuwa tajiri na kufanyia kazi niliyojifunza kikamilifu. Hamuoni kuwa ni busara kufurahia maisha ingali bado tupo hai kabla ya kuingia kwenye giza la kifo? Nilipata kazi kama mhandisi kwenye jumba la kumbukumbu. Nilifanya kazi masaa mengi sana nikiandika kwenye mabamba ya vigae. Wiki baada ya wiki na miezi baada ya miezi nilifanya kazi. Hata hivyo, sikuwa na chochote cha kuonesha kwa kazi yangu hiyo ngumu. Pesa yangu iliishia kwenye chakula, nguo, sadaka na vitu vingine vidogo vidogo. Lakini sikukata tamaa kuhusu lengo langu la kuwa tajiri. Siku moja, Aligamishi, tajiri mkopesha pesa, alikuja kwa msimamizi wa mji na kuomba apate nakala ya sheria ya 9. Alisema kuwa anataka kazi yake ikamilike ndani ya siku 2. Niliambiwa nikifanikiwa kufanya kazi hiyo kwa siku 2, nitapewa zawadi ya sarafu 2 za shaba. Nilifanya kazi kwa bidii, lakini sheria ya 9 ilikuwa ndefu sana. Aligamishi aliporudi na kukuta kazi yake haijaisha, alikasirika sana. Kama ningekuwa mtumwa wake, hakika angenipiga, lakini kwa kujua kuwa msimamizi wa mji asingemruhusu anipige, sikuogopa. Nikamwambia, Aligamishi, wewe ni tajiri sana. Niambie jinsi ya kuwa tajiri nami nitaifanya kazi yako usiku kucha. Asubuhi itakuwa tayari. Akatabasamu na kusema, wewe mjanja sana. Basi na iwe hivyo. Usiku kucha nilikesha nikiandika, japo mgongo uliuma na harufu ya utambi iliniumiza kichwa hadi macho yakawa hayaoni vizuri. Alipofika asubuhi kazi yake ilikuwa tayari. Hapo nikamwambia, niambie ulichoniahidi. Kijana wangu, umefanya sehemu yako kwa ukamili. Aliniambia kwa upole. Sasa ngoja nami nitimize sehemu yangu. Nitakwambia ujuzi huo kwa sababu nimezeeka na ulimi wa wazee hupenda kuongea. Vijana wanapoomba ushauri kutoka kwa wazee hupata hekima ya miaka mingi. Lakini mara nyingi vijana hufikiri kuwa hekima ya wazee imepitwa na wakati. Hilo linafanya wakose kufaidika. Kumbuka hili jambo. Jua lililowaka wakati wa baba yangu ndilo hilo litakalokuwa linawaka mjukuu wangu wa mwisho atakapokufa. Mawazo ya ujana. Akaendelea kusema, ni kama mwanga mkali wa kimondo kinachopita angani kwa kasi, lakini hekima ya wazee ni kama nyota inayoangaza siku zote, kiasi kwamba mabaharia huitegemea kuwaongoza. Nisikilize kwa makini nitakayokueleza, uelewe, vinginevyo kazi yako ya usiku kucha itakuwa ni kazi bure.
Hapo aliniangalia kwa makini kwa macho yake yaliyokuwa yamefunikwa na makunyanzi. Kwa sauti ya chini lakini thabiti akaniambia, nilipata njia ya utajiri nilipoamua kwamba sehemu ya 10 ya kipato changu ni ya kwangu, na wewe unatakiwa ufanye namna hiyo. Hapo akaendelea kuniangalia kwa macho ambayo nilihisi kama yananichoma, lakini hakuongea zaidi. Ni hilo tu? Nilimuuliza. Hilo linatosha kubadilisha moyo wa mchunga kondoo kuwa moyo wa mkopesha pesa, alinijibu. Lakini mbona kila nilichopata ni changu mwenyewe? Nikahoji. Unajidanganya? Akasema, je, humlipi mshona nguo? Humlipi mtengeneza makubazi? Haulipi vitu unavyokula? Unaweza kuishi Babiloni bila kutumia pesa? Una nini cha kuonyesha kutokana na kipato chako cha mwezi uliopita? Vipi mwaka uliopita? Unalipa watu wote, kasoro wewe mwenyewe. Usiye na akili, unafanyia kazi wengine. Ni sawa tu na kuwa mtumwa na kufanya kazi kwa yule anayekupa chakula na mavazi. Iwapo ungetunza sehemu ya 10 ya pato lako lote, ungekuwa na kiasi gani ndani ya miaka 10? Hesabu bado zilikuwa zinachaji kichwani mwangu. Itakuwa sawa na pato langu la mwaka mmoja, nikajibu. Kwa kiasi fulani upo sahihi, alisema. Kila kipande cha dhahabu ulichojilipa ni mtumwa wa kukufanyia kazi. Kila senti unayopata ni mtoto atakayetakiwa kukuzalishia. Ili kuwa tajiri, kile unachotunza kinatakiwa kikuzalishie na watoto wake wakuzalishie pia. Hilo ndilo linaloweza kukufanya ufikie matamanio yako ya kuwa na mali. Unaweza dhani na kudanganya na umekesha bure, lakini ninachokupa kina thamani mara 1000 ya kazi uliyofanya. Unatakiwa tu kuwa na akili ya kuelewa. Lazima ujilipe sehemu fulani ya pato lako. Haitakiwi kuwa chini ya sehemu ya 10 ya pato lako lote, hata kama pato lako ni dogo kiasi gani. Lakini inaweza kuwa zaidi ya hapo kulingana na uwezo wako. Lazima ujilipe kwanza. Napanga matumizi yako vizuri. Usinunue nguo na viatu kwa pesa nyingi hadi ukakosa pesa ya kutoa misaada na sadaka. Utajiri ni kama mti, unakuwa kutoka kwenye mbegu ndogo sana. Pesa kidogo unayoanza kutunza ndiyo mbegu ya mti wa utajiri wako. Unavyopanda mapema ndivyo mti utakuwa mapema, na kadri unavyotunza mti wako kwa kumwagilia, kwa kutunza pesa, ndivyo utakavyokaa na kufurahia kivuli chake mapema. Baada ya kusema hayo, alichukua mabamba yake na kuondoka. Nilifikiria kwa makini kile alichokuwa ameniambia na nikaona kinapatana na akili. Nikaazimia kukifanyia kazi. Kila mara nilipolipwa, nilichukua sehemu ya 10 ya pato na kuitunza. Jambo la ajabu ni kwamba sikupata shida yoyote ya mahitaji yangu. Tofauti ilikuwa ndogo sana. Na baadaye nikazoea. Akiba yangu ilipoanza kukua, nikaanza kupata kishawishi cha kuitumia. Nilitamani kununua vitu vizuri vilivyoletwa na meli.